Gonga Gavana, mimi nina ombi moja kwako. Naomba ufanye chochote kile niweze kutoka hapa. Maana zimebaki siku chache sana kutoka kwa hukumu. Naomba unisaidie juu ya hilo mzee wangu. Kamugisha. Nimekwisha kupambana sana kwa ajili yako ili utoke katika matatizo haya. Lakini inavyoonekana, mtoto yule uliyemgonga au kijana yule uliyemgonga ni mtoto wa kigogo. Kwa hiyo wewe kutoka sio rahisi. Gavana. Kwanza kabisa futa hiyo kauli ya kusema kwamba mimi nimemgonga mtu. Unajua fika kuwa hii kesi ni ya mwanao. Lakini nimefanya hivi kwa sababu ya mtoto wako mzee. Hii kesi sio ya kwangu mimi. Sasa kwa nini unasema kwamba umefanya vyovyote sijui nini kwa sababu mimi nimemgonga mtu? Mimi sijaua mtu mimi mzee wangu. Sasa kwa nini usinisaidie juu ya hili mzee? Mugisha, nisikilize kwa makini. Tuliza akili yako. Anayekamatwa na ngozi ya mbuzi, huyo ndo mwizi. Una maana gani kusema hivyo? Iwe aligonga mwanangu, iwe umegonga wewe. Wewe ndiye uliyemgonga yule mtu na amekufa, na kutoka kwako kitakuwa ni ngumu. Nikuombe kitu kimoja kijana. Mpumzishe mama yako na safari zisizokuwa za lazima. Kwenda kutafuta vijisenti huko kwa sababu kutafutiwe dhamana. Hapa hutotoka ila tufanye biashara moja. Biashara gani? Muuliza vizuri sana. Tambua katika hichi kijiji eneo lote au 90% ninamiliki mimi. Mbakia eneo kidogo tu ambalo ni la kwenu. Nipe lile eneo ili nikutoe uwe huru. Hivyo mzee, unachokizungumza unakisikia kweli mzee wangu? Hivi mzee, una hata moyo wa huruma wewe? Yaani leo hii nitoke hapa nikauze shamba la mababu na mababu ambao wamezikwa pale? Hujui kuwa ni laana hiyo? Tufanye tuache yote haya. Weka roho ya utu basi mzee wangu. Weka roho ya ubinadamu basi kidogo. Yaani uoni wema wote huo nilofanya? Yaani nimefanya hivyo afu nitoke hapa nikukabidhi eneo wewe? Kweli mzee? Mzee, iko hivi. Mimi niko tayari kwenda jela. Kama ni kufa kupona. Lakini siwezi kutoa hilo eneo. Kamugisha. Jeuri si maungwana. Nataka nikueleze ukweli. Kama hutotoa eneo hilo, tambua utaishia jela. Kila tarehe 6 mwezi wa 6 lazima afariki mwanafunzi katika ile shule. Mwaka jana nilifariki mimi, mwaka huu umefariki wewe. Na wanafanya hivyo kwa sababu shule iweze kufaulisha. Kwa kumbe ni kafara Na ni kweli kabisa mwaka jana ulifariki wewe. Kwa hiyo ina maana kumbe tupo wengi Ndiyo tupo wengi. Kwa sababu ni utaratibu wao wa kila mwaka kutoa kafara. Sasa nishapata majibu ya maswali ambayo nilikuwa najiuliza kipindi chote hicho pale ambapo tu mauti uliponikuta. Sawa. Nimewaita hapa kama wazazi
Kwanza samahani sana bosi, hadi nimekusumbua sana. Huyu ni mama Chandimu ambaye ni mzazi wa huyu. Mama yangu, anaweza vitumbua. Haya. Mheshimiwa, kwanza tusamehe changamoto za kazi zinakuwa zinatokea kidogo. Kuna swala la kinizamu limetokea hapa shuleni kwetu, tukaona kwamba tukuite ili tuweze discuss kwa pamoja kuhusu huyu kijana huyu ambaye mama yake ndio huyu hapa. Huyu kijana amekuwa na mazoea sana ya ukaribu na binti yako, mpaka imefikia kuna kitu kakutwa nacho huyu mtoto huyu kakutwa nacho kitu. Mwalimu, acha niongee tu hili. Huyu leo nimemkamata. Nilipomkamata akiwa na madam, nimemkuta na kondo. Kondo? Zilikuwa 3. Alafu isitoshe vile vile anamsingizia madam. Anasema madam ndo mwenye zile kondo. Sasa huyu tabia yake sio nzuri. Mjinga sana huyu. Baba, yani laiti ningejua kwa kuna siku Chandimu atakuja kunizushia balaa hivi, nisingekuwa tena ukaribu naye. Sijategemea kama leo utanifanyia hivi, unanizalilisha. Pole madam, pole, usilie. Usilie madam, pole. Uchawa tu. Chawa babako. Nani? Muulize mamako. Mimi nilijua ukaribu mtoto wangu haya masuala yatatokea, na ndio maana nilijaribu kukataza kabisa karibu na adabu. Kelele! Mimi nasia kwa mapunye yake. Mapunye yake. Mapunye. Wewe wakushusha adabu, mimi nitakushusha adabu. Kama mama wako alikuwa hajafundisha, sasa mimi nakwenda kufundisha. Simama. Wafu. Tulia mama. Tulia. Mbavu kabisa. Na wewe mama, wewe. Tulia. Hata kimya. Mbavu wewe. Unashindwa kuwalea watoto vizuri, unawalea kwa malezi ya ovyo. Utanitambua mchenzi mkubwa wewe. Piga kelele sana. Mama, tulia, unapiga kelele bana. Wewe baba, hicho kicheko unachocheka, ipo siku utakuja kulia kwa uchungu. Watoto malezi mabovu, malezi mabaya, malezi kijinga. Fakuni umeamua kufanya hivyo ndugu wangu. Na unahakika kabisa 100% Chandimu hawezi akafanya kitu kama hicho. Kwani umeamua kumsingizia mtoto wa watu? Hivi lakini si unamjua baba alivyo, lakini tabia yake anaweza hata sikuita kama ameenda kumfanya nini mtoto wa watu jamani. Na simu hata apokei. Jamani. Maisha yake na Chandimu lakini si unayajua. Mbona una hata utu mdogo wangu? Kwa nini? Upo vipi? Mbona upo tofauti na mimi? Huyo Chandimu ni shobo zake mwenyewe. Kwani mimi nilimtuma nishobokee? Kwa hiyo kila kinachomkuta ni haki yake, mimi hayanihusu. Ni haki yake vipi na kati hamna ukweli ndani ya hilo swala lolote? Kwa nini? Hivi mbona wewe huna hata roho ya utu? Imagine unafanyiwa wewe hicho kitu. Eti Fakwini, mbona uko hivyo mdogo wangu lakini? Kipenzi cha gavana nipo ndani napumzika. Sitaki kusikia ukilala.
naomba unisaidie. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Naomba unisaidie, mwambie mume wako. Ongea na mume wako ndugu yangu. Mwanangu Chandimu anateseka huko aliko. Jaribu kumbembeleza mume wako anisaidie kumtoa mtoto wangu nijue yupo wapi. Chandimu ana matatizo yule. Muda wote anaweza kuanguka kukata moto. Tafadhali dada yangu, vyovyote vile ulivyo nisaidie na kuomba. Mwanamke mwenzio mimi nionee huruma. Sikiliza we mama. Habari za mtoto wako zote nimezipata. Mtoto wako anataka kuniharibia mimi binti yangu. Anachokifanya mume wangu yuko sahihi kabisa. Tena namuunga mkono kwa 100%. Natamani angemuua kabisa. Usiongee hivyo ndugu yangu, wewe ni mzazi. Hujazaa wewe. Uje uchungu wa mtoto. Na uhakika Chandimu hawezi kumharibu mtoto wako. Namjua mwenyewe yule ni mtoto wangu. Naomba nisaidie. Sio kweli. Mume wangu akiamua jambo kulifanya, huwa anafanya kwa umakini sana na hajawahi kukosea. Nyinyi mna roho mbaya sana nyinyi. Mna roho mbaya, lakini ipo siku mtakuja kulipa. Maumivu tunayoyapata mtakuja kupata mara 2 yake. Mtakuja mtaumia sana nyinyi na mtakufa kifo kibaya wewe na mume wako wote. Sio je binadamu, ni binadamu gani? Na mtakufa kwa uchungu mkali je wewe na mume wako wote. Mama, tumezunguka kijiji kizima hiki, mapori yote kumtafuta Chandimu, lakini tumekosa kuona mwili wake wala dalili zozote maeneo haya. Ndio kusema mwanangu amekufa. Mama, kwa jinsi ninavyomjua gavana, tuombe Mungu tu Chandimu arudi salama. Basi asanteni wanangu. Nyinyi nendeni. Asanteni sana. Sawa, na kama utapata taarifa zote basi nitakufikishia mama. Sawa wanangu. Nyinyi nendeni. Nendeni tu wanangu, asanteni. Sasa nikwambie mpuzi wa Chandimu. Hii kwa kuyafundisha. Tena iwe mwanzo na mwisho. Uende kuambia vijana. Mbavu. Nakwambia hili wafundisho kwako hili. Nitakutoa hai wako haraka iwezekanavyo endapo tunalana mambo yangu. Uzi mkubwa wewe. Habari, nimekuja na mchongo. Je, unapenda kubeti? Unapenda kuweka mikeka? Ulishachaniwa mara ngapi mikeka yako? Suluhisho limekuja. Mkombozi wa kukusaidia wewe unayebeti katika masuala mazima ya odds. Unaweza ukaweka odds 2, 3 mpaka 4 na ukawa na mkeka wa uhakika wa kukupa mamilioni na mamilioni, na sio kuweka odds 15 mpaka 20 ambazo zinakuwa ni tamaa tu. Huwezi kuweka 500 ukapata milioni 100, unakuwa ni uongo. Na ndio maana mkombozi amekuja. Nitakutajia namba zake za simu, utajiunga kwenye grupu lake la WhatsApp na utakuwa unaiona mikeka ya aina mbalimbali ya mechi za ligi mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kubeti na kushinda mamilioni kila itwapo leo. Namba zao za simu ni 07 52 80 58 36. Narudia. Namba zao za simu ni 07 52 80 58 36.